kusikia. Yuko ndani ya Radio Maisha, radio zaidi ya radio. Niita fundi wa mitambo. Mimi naitwa Jimmy. Mambo msikilizaji, na karibu sana kwenye awamu ya pili hii. Na tuko naye hapa studio. Yes. Unashangaa anatokea wapi? Nani huyo? Wacha tusikie sauti yako yake. Mambo vipi ndugu yangu? Nashukuru niko salama. Paza sauti kidogo bwana. Unajua hao wanazaburi, unashangaa sauti yao iko chini hivi. Wakianza kuimba wako sawa. Wakianza kuzungumza watu wapole. Ama maproducer wao wanaongeza sauti. Wanaongeza sauti. Unajua amplify sauti wakati wa production. Tunashangaa kwani huyu ndo yule ama ametuambia umenipigania. Mtu ambaye amepiganiwa ni mtu akona ujasiri sana. Karibu sana. Habari ya Meru? Asante. Meru kwema, tunashukuru, neema inatosha. Natumai sasa unasikia. Hapa unasikika sasa. Unasikika sasa. Unasikika vizuri. Na karibu ndani ya Radio Maisha. Yeye tulikuwa nasema kwamba yeye ni one of my best friend. Unajua watu ambao wanakupata pale mtandaoni, mnapiga story inbox, unaweza kumjua polepole, alafu kisha baadaye mna transfer yale mazungumzo kwa simu. For a long time hajai kosa mwezi, siku haishi kabla tujazungumza. Akanisikia pale kwenye redio akasema kwamba huyu jamani mzuri, na akasema kwamba urafiki ukaanza pale. Na siku ya leo tunakukaribisha ndani ya Radio Maisha. Ni mwanazaburi, anafanya kazi nzuri sana. Kwa yule msikilizaji ambaye anakusikia ndugu yangu for the very first time, labda ujitambulishe wewe nani na unafanya nini? Okay. Kwa hiyo ananisikia mara ya kwanza, anaitwa Edembet Nasibu. Nimetokea pande za Chuka. Nakaa pale Chuka Town. Tunafanya kazi pale. But mimi ni mtumishi wa ngoma za Injili. I do Swahili German. Swahili German. Swahili German. Yani hiyo ni genre. That's my gen. Kisha juu kuna ile unaweka flavor. Unajua tu chapati soyo chapati tu kuna mahamri. Waelewa. Sasa niliona tu so Kiswahili tu tuweke ka flavor front tofauti. Ndipo sasa unaona Mola Asante kuna flavor Kijerumani kiasi, Asik. Agape Love na Umenifunikia ndo atujeweka, manake hatukuona ufasaha muhimu wa kuweka pale. Lakini bado yupo mpangoni. Kabla hatujafikia hapo kwa mziki, unasema unatokea Chuka. Chuka ndo mahali umezaliwa ama Chuka kwa pale Kishulu? Unajua Chuka, najua kuna university pale. Biashara ziko pale. Mimi ni Meru. Kwa kule ndo nyumbani kabisa. Kule ndo nyumbani. Japo nipo mbali kidogo na nyumbani. Ni kama tu eneo moja tu. Naita mimi ni Meru hasa. Okay. Hivyo tu kutoka hapo nilipo kwenda nyumbani naweza ningalimu tu lisali moja. Okay. So bado nipo nyumbani. So umezaliwa Meru, ukalelewa Meru. Sasa hivi bado uko pale ama ukaondoka kwa shughuli zingine ama bado uko tu pale? Nadhani maisha yangu kwa muda mwingi nimekaa Meru. Hivyo tu nitoka 2017 nikakaa kidogo Kilifi. Kule kwa kina mzee Nyosh. Kilifi kwa huyu mtu. Kilifi nyumbani huko. Nyumbani kwa huyu. Huyu ni Kilifi pia. Wa Kilifi huyu. Kilifi wapi pale? Kilifi unajua Chumani? Kibaoni. Chumani. Unaona Kibaoni kuna Pwani University hapo mbele. Hivyo. Sasa hizo maeneo. Kwa sababu kuna kitu nilikuwa nikuulize, Kiswahili ambacho unazungumza watu wa Meru alikiokotea wapi? Aliokotea Kiswahili wapi? Unajua kwenye maisha unajua unataka nini. Na unajikita kwenye ulingo gani. Sasa mimi nilikuwa nimeona tu tasnia yangu ipo kwenye Kiswahili. So hivyo tu. Nilikuwa nawania sana kuwa mchambuzi wa gazeti la Mwanasport, kama ulilisoma Mwanasport. Mimi tu. Sasa nilikuwa najua tu ipo siku hiyo wakati sikuwa naona naweza fanya muziki. Akili yangu ilikuwa nataka tu kuwa tu football commentator. Juu akina Freda Rocho, akina Sylvester, kuna akina Mokangai, kuna Kinjo, akina Kinjo hawa. So nilikuwa naona kwenye hiyo nafasi nitabobea tu.
sana. Alafu sasa mlikuwa mnatupa Kiswahili wakati wa Victor Mulama pale yuko pale na waloondoka walotangulia. So pia Radio Maisha imechangia sana. Manake pia nyinyi mmebombea kwenye Kiswahili chenu, akina Kremo hii pande nyingine. So nilikuwa najisi tu Kiswahili kipo ndani yangu sana. Ya ukasema kwamba muziki ambao utaufanya ni wa Kiswahili kwa sababu unapenda Kiswahili. Ukaanzia kwamba ukasema kwamba mimi nilikuwa nataka kukuwa football commentator, lakini ukajipata kwenye uringo wa kufanya muziki wa Injili. Safari imekuwa vipi? Changamoto gani ambazo umepitia? Kwa sababu kufanya muziki, sisi na Jimmy tunasema kwamba tutajaribu, bado tunajaribu. Kufanya muziki kwa swala moja, kwa mtizamo moja si ngumu. Na ukitazama na mtizamo mwingine ni ngumu. Maana kuna kitu inaitwa kibali na neema ya Mwenyezi Mungu. Favor na grace. Ukitazama na hiyo mtizamo utaona ukweli ina wepesi fulani. Unajua wakati Mungu amekuhifadhia ile neema, kuna easiness ukifanya mambo. Yaani hakuna struggle. Kabisa, unajua mambo tu inaingiana tu. Lakini ukitumia nguvu unapata kuna ugumu fulani. Hivi unajua sio rahisi mtu akujui akuaminie na kuinvest. Ama sasa usikia fundi sikujui. Haya, shika hii Audi. Ni ngumu. Yaani ngumu, lazima mtu akujue. Ni ngumu. Lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu ni rahisi. Sasa ikawaje ndugu yangu sasa ukaamua mimi sitafanya kitu chengine, ukarudi pale kwa mziki. Umenidokezea pale mwanzo ulianza kitambo. Nini kilikushawishi hasa kuingia kwenye mziki na imekuwaje safari yako kwenye mziki? Okay, ile wakati unajua kuna wakati ujigundue, lakini unajipata tu unafanya vitu watu wana appreciate tu, lakini uelewi. Sasa hivyo ndivyo mimi nilikuwa pale shule ya upili. Wapi pale? Ilikuwa Kenny High School. Kenny. Iko wapi? Iko pande za Meru tu. Okay. Hapo within Chuka. Ni kata ndogo tu hapo. So nilikuwa napata zile ma folk soul music, MF. Yo wakati zetu zilikuwa ma provincials. Sika tuko Kitui, ndo sisi Western. Kidogo nasikia mwalimu wenu aliuza wimbo. Yaani unafanya muziki unafanya original. Mnangoja mfike nationals. Mnaambua mlitolewa. Lakini wenye wamewatoa mliwabwaga regionals kwa provincials. Alafu wakienda pale wanafanya muziki wenu. Exactly. Ulikuwa unapata shule na wimbo yao. Sasa wakiuzwa nafasi yenu wataimba yao. Sasa mshawashinda, alafu nafasi yenu inapeanwa. Mwalimu nyinyi wewe, mwalimu wewe. Mwalimu anaenda nyumbani tu na shibe. Sasa hiyo wakati sikuwa najua nitafanya muziki. Then kuna Oji, kuna song fulani alifanya kajisi instrumental inafaa naweza enda nayo refix. So nikaifanyia refix ya gospel. Then wakati nikaanza kuongea na Bahati kidogo. Lakini tumeskamiwa. So ukisema kwamba safari haijakuwa rahisi. So mmekuwa na scamming. Wajua mtu ambaye ako kijijini hajakuwa evolved na kuweka kwenye platform ya kuelewa kuskamua tu ni kama kuandika one. So hiyo wakati tukiskamiwa unalipa ada ya studio, kumbe sio Bahati. Yani unapata Jimmy amejifanya nini? Ngoja mtu unakuja unapatana na mtu anakuambia yani mkizungumza mazungumzo ni Jimmy, wewe ukifikiria ni Jimmy. Lakini kisha baadaye unatuma pesa, hela, nini, kila kitu, mipango inakuwa sawa, lakini kisha baadaye hakuna kitu kinafanyika. Unapata sasa huyo so Jimmy. Ukiongea sasa ndo unaambua Jimmy ndio huyu. Na ulikuwa ushamlipa pesa tayari. Hiyo wakati ndo tukaongea na Bahati. Hiyo Bahati ndo EMB ilikuwa inaanzia sasa.
So that time tukiongea naye alikuwa ananiambia anasaini wasanii. Hiyo act wanda kuwa amesainiwa. So nikaambia, tukaongea, nikampa song ya kwanza, ya pili. Unakaa unaelewa unachokifanya, ndio auditions. Hiyo act mambo ikashikana, nikashindwa kuja audition. Hivyo ndivyo tulitupana na Bahati. Hamjaizungumza tena. But then baadaye ndo sasa nikaanza nikakuja nikarekodi kwake. Aliposepa gospel na mimi nikasepa. Aliposepa gospel ndo nikaondoka pia nikaingia kwa Giddy Vibes. Giddy Vibes tukafanya Agape Love ambayo tuliachia last year but one. Then hii tumefanya na mtumishi wa Mungu Jeremy Gerard. Ukisikia hiyo Umenifunikia, kuna sauti mbili. So sauti moja ni ya Jeremy Gerard. Nimekutana na Yesu kama unamjua. Then tulienda kwa section yake, akarekodi kila kitu. Na ikawa hivyo. Na najua katika muziki saizi kuna ujio wa AI kabisa kwenye muziki kabisa. Na utapata watu wengi ni teknolojia, na kitu kimoja, kupigana na teknolojia ni kitu moja ambayo hatuwezi shindana nacho. Ni kweli. Kwenye muziki wako unafikiria vipi katika utunzi pia production? AI imekusaidia ama umepata nafasi ya kuitumia? Okay. Jambo la AI naweza ambia wasanii hivi. AI inafaa kukusaidia kwa ubunifu fulani. Naam. Ikusaidie kuelewa flavor fulani. Lakini at the end of the day, sisi watu sasa wacha niangalie wasanii wa gospel. Sisi wasanii wa gospel tunaamini na the presence of God. AI haiwezi kubebea hiyo. Jimmy umesikia? Lakini hata kama lakini ukiangalia hivi, unajua sasa AI inakupea kile kitu ambacho unakipea. Unanipata? Leo hii mimi nikitaka kutunga wimbo wako ule ambao wewe umeuimba, unipatie lyrics kila kitu, alafu sasa mimi ninaipea command kwamba mimi nataka huu wimbo ukuwe na emotion, ama kama hata sina lyrics lakini nataka lyrics kutoka kwa AI, ninaipea kabisa kwamba mimi nataka unipee wimbo ambao utakuwa wimbo wa worship ambao mtu anaposikiza hivi ama mtu anapouimba inaleta emotions, msisimuko kabisa ndani ya roho. Na ukiangalia inakupea kabisa, inakupea kile kitu ambacho wewe kiko kwa akili yako kwa kukipea. Sasa sijui kama hapo ubunifu wa wasanii umefikia wapi. Manake leo hii mimi nikitaka kutunga wimbo si lazima nikae chini nifikirie. Ni rahisi kutunga. Ila lakini sasa itafika mahali unahitajika kupresent. AI itapresent wimbo aje. Alafu kitu kingine kwa live recording huwezi ita AI. Na siku hizi unaona haiwezi kupatia zile lyrics na zile emotions. Alafu kitu kingine Jimmy, mimi nilikuwa nafikiria AI inakuja kusaidia ndio. Eden Better akasema kwamba kuna kitu kimoja, kuna ile connection to the source. Connection to the source. To the source. Kuna manual ambao ukaitaja leo. Lazima ikuwe hapo. Lakini kitu ambacho tutakizungumzia baadaye, tutapata nafasi ya kujua AI inatusaidia nini katika hii huduma. Tutaitumia vipi katika utunzi, katika mahubiri, kwa sababu ukiangalia kuna watu ambao wanaenda pale kwa AI, nipe message about faith, inakuletea points kabisa. Tunasahau kwamba kuna manual ambao tunafaa kutumia ambao ni Biblia. So kivyangu kuna vitu ambavyo nafikiria sana, kwa sababu the manual ipo, sijui AI inafaa kutusaidia nini, lakini Mwenyezi Mungu atatupa ujuzi wa kujua na kusaidia. Maybe AI imekuja kama kurahisisha mambo. Kurahisisha mambo, lakini hatufai kudisconnect na manual. Ukweli. Inaelekea pia kwa Biblia. Unajua siku hizi tunataka mambo rahisi. Si watu wengi watakwambia tukitoka hapa nje kati ya watu 10
uliza wangapi wamesoma Biblia Manu. Utapata ni mmoja labda. Haujasoma ya simu hata ikikosoa sidhani kuna wengi watajua. Ndio refer to the original manual. Exactly. So manual ipo. Watu wasome Biblia. So Edenbet, najua muda umesonga sana na najua tutatafuta nafasi nyingine tuweze kukujua safari yako vizuri. Alafu uambie wasikilizaji wetu wa Meru wale ambao wanatusikiza, najua wewe ni one of our best Jimmy, nikisema tu rank fans ambao wanafuatilia Radio Maisha. Mimi niko na nambari 1 huko Meru. Okay. Nambari 1 namjua. Mimi nishamaliza. Sijui watu wakupate vipi. Alafu kisha tutakuwa tunaondoka na wimbo wake wa Agape Love. Alafu huo wimbo ukituambia tunakupata wapi? Agape Love ilitokea wapi? Agape Love kuna kitu inaitwa intimacy with the Lord. Kuna ile fundi wa mitambo wa Radio Maisha na kuna fundi wa mitambo baba wa nyumba. Na kuna fundi wa mitambo mtoto wa Mungu. Hapo sasa uendangi kama wewe ni baba ya nani ama uko na majukumu gani. Wewe naenda kama mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu. Kuna vitu ambazo wewe na Mungu mnaelewana. Ukimuelezea Jimmy haisi kuelewa. Kuna vitu ambazo Mungu akikufanyia ukitutolea kama ushuhuda tutaona kama ni show off. Juu tutashindwa ilikuaje na ikafanyikaje. So to make it easier to be understandable to the outfit of the human beings, inabaki tu kama shuhuda yako kisiri tu. Lakini umempa Mungu utukufu. Sasa hiyo ndio Agape Love. Maana naambia nikiwaeleza jinsi tunavyopendana hawataelewa. Nikiwaeleza kiundani wataanza kuona kama ni kiburi. Asi kiburi. Haya, so alafu unaona Luku unafanya design, kwa sababu ukiangalia watu ambao wanaangalia mtandao wake Edenbet pale kwenye Facebook, Edenbet Nasibu Facebook, YouTube Edenbet Nasibu Ziege hiyo ni good. Good. Ziege. So watu wakikufuata pale, ukitaka kusikiza muziki wake, ukiangalia, yani Luku anapiga vizuri. Kila kitu mimi namwambia kwamba tunataka Luku. Mimi na Jimmy tunataka tupangwe Luku, tutengezewe Luku. Tutengezewe Luku. Amesema kwamba mimi ni fundi lakini wewe akaona ufundi wa kitofauti. So asante sana kwa kuja Radio Maisha. Ujue kwamba tunakupenda sana. Na kazi ambao unaifanya zidi kuifanya. Na sisi tuko hapa tutakusupport, muziki wako utasonga. Najua Mungu anakupangia mambo mazuri. Na ukifika pale Meru na mimi na Jimmy tukija pale tunajua tuko na Basinda ambaye atatushughulikia. Tupika tu chuka tu nipo. Anytime. Agape Love, wimbo wake Edenbet Nasibu. Unaingia ndani ya Radio Maisha, ndani ya Tukuza. Tunasema kwamba tuko mbele pamoja. Nasibu again.